Bwana Yesu asifiwe. Petro alisulubiwa kichwa chini. Paulo alikatwa kichwa. Yakobo aliuawa kwa upanga. Walikufa mmoja baada ya mwingine kuliko kukana walichokuwa wamekiona. Je, wangeweza kuteswa na kufa wakimwamini mmoja ambaye hajafufuka kweli? Jibu letu ni hapana. 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 Wangeweza kweli kuteswa na kufa kwa ajili ya mtu ambaye hakufufuka kweli? Jibu letu ni hapana. Jibu letu ni na angalia, kama Injili yetu inavyotuonyesha, kaburi tupu peke yake halikuzai mambo. Petro aliondoka akijishangaza, amejaa mshangao, lakini bado hakuamini. Ushahidi hautulazimu, lakini unafungua mlango, na kupitia mlango huo tunakutana na aliyefufuka mwenyewe, katika neno, katika sakramenti, katika ushirika. Mungu yupo hapa. Mungu yupo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ushahidi upo, hauwezi kupuuzwa. Na tunapotazama kwa makini ufufuo, unamaanisha nini? Tunapata nini? Tunapata nini? Tunapata kwamba jibu ni ajabu na la kamili. Jibu la ajabu na la kamili haligusi sehemu moja tu ya uharibifu wetu, bali kila sehemu, kila moja. Paulo anaandika kwamba Kristo amekuwa kwetu hekima, haki, utakatifu na ukombozi. Hii ni kutoka waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya kwanza. Maneno manne: hekima, haki, utakatifu na ukombozi. Kristo amekuwa kwetu. Majibu manne kwa majeraha manne. Jeraha la kwanza, ujinga, upofu, kwamba hatufahamu maisha, kwamba hatuoni kusudi la Mungu, hatuwezi kutofautisha kweli na uongo. Kijana wa Iringa anayetazama maisha yake na kuona giza tu. Familia inayotafuta majibu kwa mganga badala ya kwa Mungu. Kristo anakabiliana na upofu huu kwa hekima yetu. Anafungua macho, anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na jeraha ya pili, hatia, mzigo wa kimya katika dhamiri, dhambi ambazo mtu mwingine hawezi kutuondolea. Je, umeufahamu mzigo huo? Mimi nimeufahamu. Kristo anakabiliana na hatia hii kuwa haki yetu. Upatanisho wake wa kubadilishana ndiyo jibu pekee la hatia ya mwanadamu. Na kuna tendo la ukombozi linalotangazwa katika kanisa hili. Msikilize vizuri, sikilizeni. Ametusamehe dhambi zetu zote. Kuna nguvu kubwa sana katika maneno. Hataitamkwi na binadamu kwa nguvu zao, yanatamkwa na aliyefufuka kupitia kanisa lake. Na ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jeraha la tatu, uchafu na mgawanyiko wa ndani, kwamba tumegawanyika ndani yetu.
Tunafanya tusiyoyataka na hatufanyi tunayoyataka. Si ndio? Tuko pamoja? Tunajua wema ni nini, lakini hatuwezi kuishi. Kristo anakabiliana na mgawanyiko huu kuwa utakatifu wetu. Msalaba ni alama ya ukamilifu. Kioo kilichopasuka kinaweza kurekebishwa. Nasema tena, kioo kilichopasuka kinaweza